ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yesu Mesia, ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yesu Mesia, kana mimi usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu Bwana kaa nami. Huduma na maboresho ya story, habari za michezo na burudani tunazitoa kwa bure kabisa. Ungana nasi sasa kupitia Relax na Chance Kivuruge. Yes, hapa ni Gapa TV Online of course. Nikukumbushe kusubscribe, like, kucomment na kushare kwanza kabisa kupata taarifa zetu kwa wakati. Mimi kwa majina naitwa Chance Kivuruge na leo ni siku nyingine tena ambayo ni kitofauti. Nipo na bimdada ambaye anamuona mbele ya screen ya kamera zetu. Tutazungumza naye, tutaishi naye, tutapiga naye story mawili matatu machache kuhusiana na career yake ya muziki, lakini pia kuhusiana na mambo mengine ambayo pengine unaweza ukawa ulikuwa hauyafahamu kabisa kutoka kwake. Habari yako? Nzuri. Salama upo? Ndio, namshukuru Mungu. Nafikiri ndo mara kwanza kabisa unaonekana mbele ya screen ya kamera zetu, angalau kwa kujitambulisha watazamaji wetu wapya na wazamani waweze kufahamu labda kwa majina unaitwa nani? Ya, mimi kwa majina naitwa Bahati Honorina. Hata ukiingia Facebook, TikTok, Instagram, pia na YouTube natumia ni hilo jina tu. Ukinitafuta kwa hilo jina utanipata. Hii ni jina labda ambalo umejipa mwenyewe au ndio jina kabisa ambalo ni la familia walisia wake? Yaani hilo ndio jina nilopewa na wazazi wangu. Ndiyo. Wewe ni msanii na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa nini labda wasanii wa nyimbo za Injili huaga wajibadili majina labda kwenye kukuza brand zao kwa kujipachika majina mengine? Unajua wasanii wa bongo wao wanatafuta sifa. Yawezekana walipewa majina mabovu na wazazi, sasa hawakuyapenda yawezekana. Unaweza ukawa na jina nzuri lakini pia ukaamua tu kupita na ile ambayo inakufurahisha kwa muda. Wewe sio mtu wa hizo. Mimi sio wa hivyo. Ndiyo. Sawa, watu wanakuona kwa mara kwanza lakini pia wamesikia majina yako kwenye kujitambulisha. Labda kwanza kiwalisia wako, angalau watu waweze kukufahamu kwa machache kwamba wewe ni mtu aina gani kwanza. Yaani mimi kifupi tu mimi ni mtu simple sana. Yaani mimi ni mtu wa kawaida, sina makuu na watu. Nipo kama nilivyo tu. Kama wanapokuona. Lakini pia walisia wako ni mdada ambaye anatokea kama kwenye familia watoto wangapi hivi, unaweza ukawa wangapi? Mimi nimetokea kwenye familia ya watoto 6 na mimi ni wa mwisho. Tena Baini wasi. Tena wa kike peke yake kwenye familia yetu. Ina maana watu wote 5 ni wanaume. Ndiyo. Makaka. Ndiyo. Ambao wote wapo hapa au labda pengine kuna wengine ambao wameenda mambele? Kwa hapa kambini wamebaki wakaka zangu 2. Ila Marekani wapo 3 ila mmoja ashagafariki. Pole sana kwa hilo. Muziki wako labda umeuanza lini kwa uhalisia wake zaidi? Kwa ushawishi pia wa nani? Muziki wa kwenye YouTube au muziki tu kwanza official, kuanza muziki? Ina maana wewe unaamua sasa kuanza kuimba. Leo itabidi nianze kuimba. Ulianza labda sasa hivi una miaka kama mingapi? Nilianza nikiwa mdogo sana. Kwa miaka kama mfano ngapi kwa ukadiri? Yaani nikikumbuka kabisa nilikuwa kama na miaka 13 hivi. Kwa maana kwamba labda pengine kunaweza kukawa na mtu ambaye alikuwa anakushawishi kwamba inabidi uanze kuimba, au labda ulikuwa unaona tu watu wanaimba na ukaona inabidi niwe mwimbaji? Sio, kwanza kipindi hicho nilikuwa bado mdogo. Na niseme tu kwa kipindi kile nilikuwa sijui kama nilikuwa nimefuata mkumbo. Nikawa nimeenda, yani kipindi hicho nilianza kwenye kwaya ya msingi. Mpaka kisi nilienda koma nikabadili kanisa, nikaanza kusali na Ivera mpaka leo. Naamini kwamba mtu akiingiaga kwenye kitu lazima kutakuwa na mtu ambaye alikuwa anamshawishi kwa namna fulani. Tofauti labda na kupelekwa na wazazi, maana ndio ilivyo kawaida. Wewe binafsi labda hapakuwa na mtu yote labda ambaye ulikuwa unamtazama unasema kwamba mimi natamanigi nije kuwa kama yule mtu ambaye namuona pale? Haijalishi anaweza akawa alikuwa anaonekana kanisani kwenu au labda nje huko waimbaji. Mimi kwa upande wangu mimi sikuona. Kwa uliamua tu? Ndiyo. Ulianzia kwa chini ukaja kwa juu. Sasa hivi labda tuseme polevo gani kwenye uimbaji wako? Labda kanisani unasimama kama nani? Mwimbaji kawaida kama waumini wengine au labda upo kwenye kwaya? Mimi kanisani sasa hivi mimi ni mwalimu wa kike.
Yeah. Mwalimu wa wanawake au hata na wanaume na wenyewe? Yani yupo mwalimu mkuu afu mimi ndo wa chini yake. Ndio. Mkuu ni kama mwanaume? Ndio. Hichi cheo kimekuja kivipi? Kulingana na nini haswa kwa kuelewesha watu ambao wanatutazama kwa muda huu? Si unajua sasa hivi kwanza watu wanaenda Marekani sana. Yani kwanza kwenye kwaya yetu, sijui unaweza kumfahamu mwalimu Pokele? Ndio. Huyo ndo alikuwa mwalimu wetu. Na kipindi alivyopata chance ya kwenda huko Kenya kufanya muziki, tukabaki pale na mwalimu Achumbo Fisto. Sasa Achumbo naye gisi anavotoka kimuziki hivi kabidi mimi nikave pale. Sawa bana, leo tunazungumza na mwalimu mkuu wa pili kutoka kwenye kanisa la Naivera. Yes. Watu wanakufahamu kwa majina, watu wameshakufahamu pia kulingana na cheo chako. Sasa hivi unafanya kazi ya muziki. Tukisema tuzungumzie labda muziki wa kwako, labda una takriban kama nyimbo ngapi ambazo umeshazifanya wewe kama wewe, lakini pia kama kundi labda pengine mnaweza mkao umeshafanya nyimbo kama ngapi hivi? Za kanisani au tuseme kwanza za kibinafsi? Za kibinafsi. Mimi sasa hivi nina nyimbo kama ambazo ziko chini hazijashutiwa. Ni nyimbo 10. Ambazo pia ndani yake mnaweza mkao kama na collab ngapi hivi au? Kwenye hizo nyimbo na collab 2 tu. Ila moja ambao nimeshaishuti, kuna nyingine ambao sijaishuti. Ndio hizo collab 2 ambazo ninazo. Sawa, wasanii wengi kwa hapa kwetu waga wakionekana kwenye interview wanatamaniji pia kuweka kitu chao ambacho kinaweza kikaa kama kipo nyuma ya pazia wanakiweka hadharani. Tukisema labda tusimamie kwa upande wa management, sasa hivi una msimamizi ambaye labda anakusimamia kama anasimamia kazi zako, au labda ni msanii tu ambaye ameanza kuimba anafanya kwa kujitegemea? Mimi sisimamiwi na yani sina msimamizi wala mdhamini, bali mimi nipo kwenye lebo. Lebo ambayo inaitwa jinsi? Hiyo lebo inaitwa OK Gospel Music. Ndio. Sasa hivi kule una takriban kama nyimbo ngapi ambazo wameshazipandisha za kwako? Sasa hivi ni nyimbo 2 tu. Okay. Kuna namna yote labda unaweza ukatuimbia angalau moja ya nyimbo zako ambazo labda pengine watu wameshawahi kuzisikiliza lakini kwa hapa kwetu hawajawahi kuisikia kupitia Gapa TV? Naweza kuimba. Angalau tusikilize. Kana mimi usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu Bwana kaa nami. Inaitwa J? Imeitwa kaa nami tu. Umeutunga labda kwenye kuleta ujumbe wa aina gani? Labda maana mtu anaweza kasikiliza title pia asifahamu zaidi kitu ambacho kimeimba ndani kwa kuwa hajaisikiliza kwa urefu. Mimi nahisi tu kwa muimbaji, hata kwa mtu yote ambaye anaoelewa, ukimwambia tu kaa nami ataelewa kaa nami ni maana yake nini. Kaa nami, nani akae na wewe? Yani Yesu akae na mimi. Kikawaida kwenye uandishi wako uwaga unakuwa unatunga labda kwa kusaidiwa na mtu au labda pengine unakuwa unaifanya wewe mwenyewe kama wewe? Kuna zimoja nafanyaga mimi kama mimi na zingine huwa nasaidiwa. Miongoni mwa kazi ambazo labda mfano tunaweza tukasema kwamba zipo chini mpaka sasa, kama ngapi hivi ambazo pengine umeandikiwa? Naweza nikasema ni moja. Na sio nimeandikiwa, tulipeana mawazo. Ukawaida wako naamini kwamba kunakuwa na wale wasanii ambao wanapendaga kujibezi kwenye mada fulani. Kuna msanii ambaye akiimbaga nyimbo za maisha kidogo zinakuwa kama zinamkaa, akisema hame kwa upande mwingine unamuona kama ametoka sehemu ambapo alitakiwa kuwepo. Wewe kama wewe ni msanii ambaye labda anasimama kwenye engo gani kwenye uimbaji? Mimi naweza sema zote tu tofauti na bongo. Ina maana una uwezo wa kuimba nyimbo za aina? Ndiyo. Hizi ya mapiano na wewe pia unapitaga huko au? Mimi sijafika huko. Kwa nini kwa mapiano haupendi? So spendi, ila sijafika huko tu. Lakini mnaruhusiwa kuimba ngoma kama za mapiano za Mungu au? Ndio, mimi naona wana gospel wengi washapiga ila kwa mimi sijafika huko. Unasubiri nini mfano? Ando naandaa sasa hivi. Ndio. Lakini sio mbaya kwenye kuimba mapiano. Au labda pengine unaka utofauti kako ambako pengine unafikiria kwamba nikipiga ngoma ya mapiano watu watasema kwamba naanza enda sasa kwenye mfumo wa bongo flava? Hapana. Kibaya ni kuimba tu zile za dunia, kuingiza vya dunia. Vya mapenzi kwenye nyimbo za nini? Za Injili.
ndio vibaya, lakini amapiano ukiimba amapiano na ni ujumbe wa nani wa Injili, sio ni kosa hapo. So bad. Yeah. Lakini pia kwa upande wako Uwaga ni msanii ambaye anaweza akawa tayari kuimba na msanii wa nyimbo za Bongo Flava. Haijalishi labda wanaweza wakaimba wimbo wa Injili au yani kwa upande wangu hapana. Hawezi ukaimba na msanii yoyote. Siwezi kufanya. Hiyo ni kosa hiyo. Ni kosa kivipi? Ina maana labda unamleta msanii wa Bongo Flava tuimbe wimbo. Sasa wewe ndio unampelekesha, unamwambia kwamba inabidi tuimbe wimbo tumuimbie Mungu. Kwa hiyo kidogo ni kosa. Yaani mimi kwanza hapo mimi siwezi kufanya hivyo, na ningekuwa kufanya hivyo kama nishagafanya hivyo tayari. Maana kuna msanii fulani hapo sijui anaitwa Naza Boy. Yeah. Aliwahi kuniambia kwamba anahitaji tufanye collab mimi na yeye. Sasa siwezi kufanya collab mtu wa gospel na wa bongo. Sasa tunakuwa vitu vile tofauti. Au kusubiriaga labda angalau kumuuliza kwamba inabidi tufanye wimbo aina. Yeye mwenyewe alikuwa ameridhia kabisa tunaimba vya kuhusiana na nini? Injili. Na Injili. Sasa mimi amna, yeye tungeimba na angeposti kwenye channel yake. Yeah. Sasa watu wangeangalia channel yake wanakuta nyimbo za bongo. Ingekuwa vitu vile tofauti. Lakini ungeposti kwenye channel yako ingekuwa fresh yao. Hata hivyo si ashajulikana tayari. Yes, mimi siwezi kufanya. Watu pia wangeamini kwamba pengine ndio unamkogota sasa unamfuta huku kwenye ngoma za Injili nini. Pengine hivyo, lakini mimi siwezi kufanya hivyo. Na kipi labda ambacho pengine unaweza kuwashauri wasanii ambao wanakuwa wanafanya nyimbo kama za hivyo, waimbaji wa nyimbo za gospel? Mimi kwa upande wangu kama ninavyoona, yawezekana wanatafuta nini? Yawezekana wanatafuta nani viewers zizidi kuongezeka, maana sasa hivi kwanza mimi nikiangalia kama nani Nyago na nini msanii nani waliopiga na Joshua Promise. Yawezekana kuna nini hao wanatafuta hapo katikati, lakini kwa kawaida hivi siamini kabisa. Kwa kitendo cha Nyago kufanya kazi na Joshua Promise kidogo kwa upande wako ni kama hujakielewa. Yaani sijakielewa kabisa. Hivi inaweza katokea labda usiimbe hata na Joshua Promise kwa kuwa ameimba na Nyago. Mimi Joshua Promise naweza nikaimba naye kwa sababu yeye ni mwimbaji wa Injili. Imetokea tu hivyo emergency, sijui amepatana nini yao waimbe huko. Ila mimi kufanya kazi na Nyago ndo hapana. Yeah. Lakini pia naamini kwa hapa kwetu Uwaga kunakuwa na wale wasanii ambao unasikiaga kazi zao, wasanii wa Bongo Flava. Ni akina nani hao labda? Kwa sasa hivi wana trend ni Follow na Nyago na nani huyo alienda Canada siku hizi. P-Boy. Yeah. Wasanii ambao kidogo kwa mbali unawasikiaga. Yao tu. Hivi umeshapata angalau muda wa kukaa chini ukasema kwamba huyo hapa angeenda kwa upande wa nyimbo za Injili kidogo ingekuwa poa miongoni mwa wasanii watatu? Nani ambaye labda pengine unajutia kumuona kwa upande wa Bongo Flava? P-Boy. Yeah. Kwa angekuja kwa upande wa Injili. Ndio. Ilikuwa inamfaa sana. Ndio. Tumpe basi P-Boy ujumbe wote labda pengine akawa anatutasa. Mimi kumpa ujumbe kwanza naweza ni sawa na bure, maana yeye ametoka kwenye nini gospel kaingia kwenye Bongo Flava. Sasa kumtoa mtu ambaye alikuwa huku kumleta huku tena kumtoa huku kumleta huku na kuwa na taharuki hapo ya. Pengine anaweza akakusikiliza na akabadilika. Sidhani. Ni ngumu sana. Sawa, tuzungumzie kazi zako. Sasa hivi umeachia wimbo mpya. Na wimbo ambao unapatikana sasa hivi kwenye mtandao. Mimi sitamani sana nielezee, natamani pia nikupe nafasi kwa kuwa ndio una ujuzi zaidi yangu tofauti na mambo mengine. Wimbo unaitwaje? Unapatikana kwenye channel gani? Lakini pia kazi ambazo labda pengine watu watatamani kuzisikiliza kutoka kwako kuanzia sasa, wanaweza wakazipata kivipi? Wimbo ambao sasa hivi uko hewani ni huo wa Kaa Nami tu. Ukiandika Kaa Nami Bahati Honorina utaupata. Yeah. Lakini pia unapatikana kwenye channel gani ya YouTube? Ni lolo jina langu tu Bahati Honorina, utaandika utanipata hapo, utapata nyimbo zangu zote. Tegemea labda kuona kazi ya pili ambayo inafuata baada ya muda gani? Mwezi wa 5 tu hapa karibuni naachia ngoma nyingine. Video out. Video. Sawa bana, hii hapa ni Gapa TV. Nafikiri unasikia kitu ambacho anakizungumza mdada wetu ambaye nipo naye mbele ya screen ya kamera zetu. Amesema anapatikana kwenye mitandao kama yote Bahati Honorina. Unaweza kumtafuta huko pengine ukampata kwenye kutaka kufanya naye kazi au labda pia kusikiliza kazi zake kwa ujumla. Ni mdada ambaye labda yupo vipi, status yake, ameolewa au ni mama wa mtoto? Mimi ni mama wa watoto wawili ambao ni wa kike na wa kiume.
Niliwahi kuolewa. Ila mume wangu aliendaga Marekani. Sasa si unajua ndoa za Marekani na za hapa zinaleta changamoto ni kama hivyo. Sawa, tuwape basi watu ujumbe wote kuhusiana na mambo yako binafsi, kazi hizi. Kazi Waambie chochote watu ambao wanakutazama kuhusiana tu na kazi, zielezee kazi zako, zielezee namna watu kukutafuta na kukupata hivyo. Kwanza tu niwashukuru sana mlioponda muda wenu kunitazama. Kama nilivyowaambia, mimi kwa majina naitwa Bahati Honorine. Ukinitafuta kwenye mitandao yote ni hilo jina tu. Pia niwasihi sana msogelee account yangu maana bado ni mpya. Msikose kulike, kucomment pamoja na kusubscribe. Ndio, nawapenda sana. Yes bana, hii hapa ni Gapa TV. Mimi sina mengi ya kuzungumza, nafikiri umesikia kitu ambacho umekizungumza pia kuhusiana na kazi zake binafsi. Bahati Honorine ambaye anapatikana kwenye mitandao kama yote huko YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pia upo huko au yes, nafikiri unaweza kumtafuta huko kupata kazi zake na ukaendelea kuenjoy vya kutosha. Mimi sina mengi, bye bye.